kusifu, kushukuru na kulihimidi jina lako. Hatuwezi peke yetu Bwana wa majeshi pasipo nguvu yako. Hatuwezi peke yetu pasipo msaada wako. Hatuwezi Bwana wa majeshi kama tusipoenda pamoja nawe. Asubuhi hii na majira haya Bwana wa majeshi, tunakusanyika mahali hapa Mungu. Tuna mpango wa kukutana na wewe Bwana, na tunajua Mungu uko kwa ajili yetu, na sisi Bwana wa majeshi tumekuja kukutana na wewe. Kafungua akili zetu na fahamu zetu, kafungue na mioyo yetu, ili kapate Bwana wa majeshi kwenda kuelewa kila ambacho umekusudia kuja na kuleta kwetu kwa siku ya leo na asubuhi hii na majira haya. Bwana wa majeshi, tunajiweka mikononi mwako sasa, tukienda kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mwema, akapenda kutufundisha na kutuelewesha sawa sawa na mapenzi yako. Katika Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaomba haya tukiamini. Amen. 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 Injili ya Mathayo Mtakatifu ile sura 6 mstari 7 hata ule 13. Injili ya Mathayo Mtakatifu ile sura ya 6 mstari wa 7 hata ule wa 13. Mathayo Mtakatifu sura ya 6, tutaanza mstari wa 7 tutakoma ule wa 13. Tunatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Tunatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pekee ni mshukuru Mungu aliyeweza kutupa tena neema kuweza kukusanyika tena pamoja siku hii ya leo. Mimi na wewe kupata neema hii sio kwa nguvu wala uwezo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka sababu ya kumshukuru Mungu ametupa siku njema hii, ikiwa ni siku ya Bwana ya 5 baada ya Pasaka, Ombeni ama Rogate. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe ambao tumepewa kutafakari una kichwa kinachosema imetupasa kumuomba Mungu siku zote. Imetupasa kumuomba Mungu siku zote. Mwambie jirani yako, imetupasa kumuomba Mungu siku zote. Imetupasa kumuomba Mungu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Tunapo tafakari ama kujifunza habari ya kumuomba Mungu siku zote, kwanza tunatakiwa tufahamu mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tunatakiwa tujue maombi ni nini. Maombi ni nini? Kwa tafsiri nyepesi, maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja baina ya mtu na Mungu. Mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mtu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini jambo jingine, kuomba ni nini? Kuna maombi alafu pia kuna kuomba. Tumeambiwa inatupasa kumuomba Mungu siku zote. Kuomba ni nini? Kuomba ni kitendo cha kujishusha na kujinyenyekesha ili kuzungumza na Mungu, kuhitaji uweza wake ama msaada wake kupitia jina la Yesu. Ni kitendo cha kujishusha na kujinyenyekeza ili kuzungumza na Mungu, kuhitaji uweza wake ama msaada wake kupitia jina la nani? La Yesu. Msingi wa kichwa hichi utaupata kwenye kitabu cha Luka 18 mstari wa 1. Yesu akamwambia, imewapasa kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapotafakari habari ya kuomba,
imetupasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Maana yake ni nini? Kumwomba Mungu kila sekunde, kila dakika na kila saa. Kumwomba Mungu siku zote ni kumwomba Mungu kila sekunde, kila dakika na kila saa bila kukata tamaa, katika hali ya nyakati zote, pasipokuwa na mashaka wala wasiwasi. Katika hali na nyakati zote, pasipokuwa na mashaka wala wasiwasi. Katika somo hili na leo, yapo mambo kadhaa yakitokeza. Ukisoma kama story tu, utaona ni sala ya Bwana ya kawaida, wote tunaisali mara kwa mara, ndio. Lakini ukisoma kiundani, ina mafundisho ndani yake. Kila mstari una kusudi ambalo Mungu amelilenga na amekusudia mwanadamu aweze kulielewa. Tulipokuwa somo hili hapo, tunajifunza habari ya wanafunzi wa Yesu, wanamwambia Yesu awafundishe kusali. Amen. Je, wewe wakati unamuomba Mungu, unaomba ufundishe kusali? Unamuomba Mungu kufundisha? Yapo mambo ambayo tunaweza tunaomba tunaona tupate majibu, lakini kuna utaratibu. Mwambie mwenzako kuna utaratibu. Jambo la kwanza tunalipata katika somo hili, nasema hatuendi mbele za Mungu kwa kelele. Jambo la kwanza linajitokeza hapa, hatuendi mbele za Mungu kwa kelele. Sio kwamba kwa sababu amekwisha kutuambia tuombe, na Yesu Kristo alisema kabisa, ombeni lolote kwa jina langu na yeye kufanya nini? Mtapata. Sio kwa sababu alisema tuombe basi tuombe tu. Kuna utaratibu wa kwenda mbele za nani? Za Mungu. Ukisoma mstari wa 7 anaposema ya kwamba msiombe kama mataifa, kwa kupayuka payuka. Hapa nataka tuelewe jambo moja. Kuna tofauti kati ya kupayuka na kuomba kwa sauti. Ni mambo mawili tofauti. Amina. Kuna tofauti kati ya kupayuka na kuomba nini? Sauti. Hasa Yesu hakatazi watu kuomba kwa sauti. Anafundisha tusipayuke payuke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusifanye nini? Tusipayuke. Maana yake Mungu wetu ni Mungu wa taratibu. Lazima tumwende kwa nini? Kwa utaratibu. Haleluya. Unapoenda ukiwa na haja fulani kwa mtu kutaka kusaidie, kuna namna utamwendea ili kusudi upate, si ndio? Na mbele za Mungu ndivyo ilivyo. Niwewe kufundisha mahali fulani, nikamwambia unapokwenda kwa baba yako, wewe ni mtoto, unaenda kuomba, unahitaji baba, ninaomba hela ya nguo ama ninaomba hela kununua daftari ama kitu. Je, unaendaga tu? Ukienda unamwambia sina mahitaji, sina hichi na hichi, nahitaji unitimizie. Tunaenda hivi? Naam? Tunaendaje? Kwa unyenyekevu, si ndio? Ili kusudi aone tumempa heshima yake, alafu aweze kutimizia nini? Hitaji. Na ndicho Yesu anachokitaka kwa Kristo. Tumwendee Mungu kwa utaratibu. Lazima tunyenyekeze. Lazima tufanye nini? Na ndio maana akamwambia wanafunzi wake hapa, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Lazima tumpe Mungu heshima yake kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii inadhihirisha ya kwamba upo uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3, ule mstari wa kwanza. Aliyepata nataka nisomee waraka wa kwanza Yohana sura ya 3, ule mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza nasema, tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tazama ni pendo la namna alilotupa nani? Yesu akasemaje? Baba yetu uliye. Heshima ya Mungu inadhihirisha uhusiano. Kama Mungu alitupenda, ametufanya sisi kuwa wana wake, yaani watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ametufanya kuwa wana. Yeye ni nani? Ni Baba. Kwa hiyo lazima tumuendee kwa utaratibu ili kusudi tufanye nini? Kama ametufanya sisi kuwa wana, yeye ni Baba, lazima tujinyenyekeshe ili tunapoomba tufanye nini? Tupate. Ni upendo wa Mungu. Na huo upendo unaimarisha uhusiano kati yetu sisi na nani? Na Baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, jifunze kumshukuru Mungu. Kwanza, kulitukuza jina lake kwanza kabla ya kumfikishia mahitaji yako. Jifunze kumshukuru Mungu kwanza na kulitukuza jina lake kabla ya kumfikishia nini? Mahitaji yako. Anaposema ufalme wako na uje, ufalme wako uje, hapa ni kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia hatuwezi kuomba ikupasavyo, lakini Roho wake anatufanya nini? Anatusaidia kwa kuugua kusikiliza kufanya nini? Kutamkika. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Lazima tuite nguvu za Roho Mtakatifu kwanza. Lazima tumtafute Roho Mtakatifu ashuke kwanza. Ufalme wa Mungu upo, lakini hata kama hujamuomba utafanya nini? Utatimia ufalme wake, utakuja, lakini anataka utambue kwamba mamlaka yake na nguvu za Roho Mtakatifu wake zipo kwa ajili ya kukusaidia. Ni lazima tuutake huo ushirika na Roho Mtakatifu kwanza, ili kusudi tukiomba tufanye nini? Tupokee. Ni utaratibu. Wanafunzi wa Yesu wakamwambia Yesu, fundishe kusali kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Na wewe asubuhi leo yakupasa kumwomba Yesu atufundishe kusali, ili kusudi mahitaji tuliyonayo tufanye nini? Tupate. Jambo la tatu, katika kumwomba Mungu, taka kwanza mapenzi ya Mungu yatimizwe. Katika kumwomba Mungu, taka kwanza mapenzi ya Mungu yatimizwe kwako kabla ya kile ambacho wewe unataka kitimie kwa maisha yako. Yatake kwanza mapenzi ya nani? Ya Mungu. Angalia mstari wa 10. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mara nyingi tunakuwa tunasali ama tunaomba, tunafanya maombi tukitaka yale ambayo ndio matamanio ya mioyo yetu yatimie, si ndivyo ilivyo? Lakini tunasahau jambo moja. Kusudi la Mungu kwenye maisha ya mwanadamu lazima litimie sawa sawa na mapenzi yake yanavyokusudia kulitimiza. Tarudia. Kusudi la Mungu katika maisha ya mwanadamu linapaswa litimie sawa sawa na mapenzi yake katika maisha yetu. Hatuombi ili tupate tunavyotaka sisi. Tunatakiwa kuomba ili yale mapenzi ya Mungu yatimizwe juu ya kile tunachokihitaji. Na ndio maana watu wengine wakasema Mungu hakupi unachokitaka, anakupa unacho, kwa sababu anaangalia lilivyo kusudio la yeye kuumba, ayatimize mapenzi yake kwako. Kwa mara nyingine tunaweza tukajiandaa kwenye kuomba tukafanya nini? Biblia katika Mithali 16:1 anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka wapi? Kwa Bwana. Kwa hiyo kama jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana, unaweza kuwa umejiandaa kufanya hiki na hiki, lakini kusudio la Mungu juu ya maisha yako ni lipi? Yataki kwanza mapenzi ya Mungu yatimizwe, ndipo utaona majibu ya maombi unayoyaomba. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa jambo jepesi ambalo watu wengi watalielewa. Kwa sababu gani? Mara nyingi tunazoea tukiomba tunataka tupate, tukiomba tunataka tutimiziwe. Lakini je, ni lipi kusudio la Mungu katika maisha? Je, ndio Mungu alivyokusudia unachokiomba? Na ndio maana katika waraka ya Yakobo akasema, mara nyingine mnaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya, mkitumia kwa tamaa zenu. Kwa hiyo kuna vitu vingine unaweza kuomba Mungu, sio kama atimizi, anaangalia hili jambo halipo katika kusudi la mimi kukuumba, halipo katika kuyatimiza mapenzi yangu kwako, anakupa lile ambalo ni sahihi kwako ili kusudi usipotee. Haleluya. Haleluya. Jambo la 4. Jambo la 4, mstari wa 11. Jambo la 4 mstari wa 11 anasema, utupe leo riziki yetu. Utupe leo riziki yetu. Hapa Mungu anatukumbusha kitu gani? Anatukumbusha kila hitaji tulilonalo, iwe ni mavazi, iwe ni mali, iwe ni nyumba, iwe chochote ambacho tunakihitaji, yatupasa kwanza tumuombe. Na tukimwomba maana yake ni nini? Utupe leo riziki yetu, ya kwamba vyote, haijalishi unafanya kazi, haijalishi hauna kazi, vyote vinatokana na yeye. Vitu vyote vinatokana na nani? Na Mungu. Vyote, kila hitaji lilonalo, anatufundisha kwamba vyote vinatokana, lazima tumuombe chochote. Yaani haijalishi unaweza kuwa na mali, kuwa na pesa, zisikusaidie kwenye haya maisha, lazima muombe Mungu akupe. Waswahili wanasema unaweza kuwa na fedha, inaweza kununua chakula, haiwezi kununua hamu ya nini? Ya kula. Halo. Kwa hiyo haijalishi una fedha, lakini riziki yako lazima uiombe kwa nani? Utupe leo riziki. Mara nyingi tunapokuwa tukiomba tu katika riziki, tunawazaga ni chakula. Lakini ukisoma mstari vizuri, riziki ni kila hitaji la mwanadamu ambalo analihitaji. Riziki. Au tunaona kwa sababu tunafanya kazi, tunalima, tunafanya nini, ni halali yetu kupata. Vyote vinatokana na nani? Na Mungu. Sura hii ya 6, mstari wa 26 hata wa 34. Mathayo 6:26-34. Kuna habari hapo utaiona, lakini nitakaza mistari michache. Ukisoma ukianza kuangalia mstari wa 26 ukienda mpaka ule mstari wa 30. Ukianza mstari wa 26 mpaka 30 utaona anazungumzia habari ya ndege wa angani. Hawalimi, hawapandi, hawavuni, lakini Mungu anafanya nini? Anawatunza. Akazungumzia maua ya kondeni, Mungu anayastawisha. Akasema kama Mungu anaweza akastawisha haya, afu kesho akatupa karibuni, je, si zaidi mimi yenye imani hapa? Imani yako katika kuhitaji riziki yako kwa Mungu ipo kwa kiwango gani? Sio kwamba Mungu hajui haja unayohitaji, anifahamu, lakini inakupasa kumuomba kwanza, utambue ya kwamba yupo. Amina. Ukisoma mstari 33 sasa, ndio hapo nataka nikaze. Mstari 33 nasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki, na hayo mengine mtafanya nini? Katika kupambana kwako kote, katika kujituma kwako kote, usiache kutafuta.
Mtafute kwanza, hizo riziki atazileta tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tano. Jambo la tano, kuomba na kuona majibu ya kupasa kutobeba watu ama vitu rohoni vitakavyo kuzuia kuona majibu, lakini pia kadiri utendavyo ndivyo utakavyopokea. Unatakiwa kutenda mema ili upokee nini? Mema. Mara nyingi tunashindwa kuona majibu kwa sababu mstari huu wa 12, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni. Msamaha. Anatufundisha nini kwenye mstari? Mbele za Mungu siku zote imetupasa kumwomba Mungu siku zote, lakini tunaendaje mbele zake? Kuenenda mbele za Mungu kwa toba. Mwangalie jirani yako, mwambie toba. Nini? Toba. Kwenda kuzungumza na Mungu, jenga kwanza ushirika na mwenzako. Amina. Jenga kwanza na nani? Na mwenzako. Fanya maisha ya toba kwanza. Na ndio maana kwenye maombi watu wanasema kabla hujaomba lazima ufanye nini? Ufanye maombi ya nini? Ya toba kwanza. Toba inasaidia kuweka uhusiano mzuri kati yako wewe na Mungu ambao unampelekea haja zako. Unapoomba kupitia jina la Yesu, Roho Mtakatifu anaoimarisha uhusiano pale ambapo utakumbuka kuwa na toba. Mungu ni Baba, sisi ni watoto wake. Kama hatutakuwa safi, hatuwezi kuzungumza naye. Ndivyo alivyo, kwa sababu Mungu ni nani? Ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Toba, kusamehe, msamaha. Mara nyingi kuna watu wanakaa na vinyongo mioyoni. Mtu anakaa na kinyongo ndani ya roho mpaka anakonda. Msamaha. Unaweza ukaomba ukapambana kwenye maisha ukaona utoboi, umebeba watu moyoni. Leo neno limekuja kwa kuachilie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uachilie ili kusudi unapomwomba Mungu usione uzito kwenye hayo maombi unayoomba. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, pamoja na majaribu ni mengi, yatupasa kuomba nguvu za kushinda. Pamoja na majaribu ni mengi, yatupasa kuomba nguvu za kushinda. Anasema, na usitutie majaribuni. Usitutie majaribuni. Ukisoma Biblia kwa undani, inaeleza kwamba Mungu hamjaribu mtu. Hapa anaposema usitutie majaribuni, sio kwamba Mungu anatuweka katika majaribu, la hasha. Mungu hamjaribu mtu. Alisema, ulimwenguni mnayo dhiki, ipeni moyo, mimi nimeushinda nini? Maana yake majaribu yako, tutapita kwenye majaribu, tutapitishwa kwenye majaribu, lakini tusikate tamaa. Yatupasa kuomba nguvu zake ili tuweze kushinda majaribu. Usitutie majaribuni, lakini tuokoe na nini? Na yule mwovu. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 18. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 18. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 18. Aliyepata anaweza kumsomea. Nasema kwa msaada wa Bwana. Bwana ataiokoa na kila neno baya na kukuhifadhi hata ifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu yeye milele na milele. Amen. Amina. Nasema Bwana atatuokoa na kila neno na utuokoe na yule mwovu. Kwa hiyo kuna maneno yanaweza kukufanya ukaingia wapi? Majaribuni. Mungu atatuokoa nayo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha
tunayoishi kila siku, katika mwenendo wa maisha tunayoishi kila siku, yatupasa kujua ndani ya ulimwengu huu hakuna hitaji lolote ambalo tutalitaka katika maisha yetu likatimia kwa uwezo wala nguvu zetu. Hakuna hitaji ambalo tutalihitaji katika maisha yetu likatimia kwa uwezo wa nini? Wa nguvu zetu. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Kwa nini tunamwomba Mungu siku zote? Kwa kuwa ufalme na heshima vyote ni vya Mungu, utukufu wote ni wa Mungu. Akasema kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele na milele. Unapoenda mbele za Mungu ukafuata utaratibu Mungu anaotaka, mwisho lazima umrudishie utukufu, umwonyeshe Mungu heshima yake, kwa kuwa utukufu, heshima ni zake na hata milele. Mungu abariki neno lake na tubariki sote. Amen.